Uh, Leo katika pitapita zetu tumepatana na mzee ambaye ni mganga wa kienyeji, so tumeamua leo tumtembelee ili tuweze kumhoji, tujue ni yapi ambayo anayafanya, ni yapi ambayo anapitia, na singependa kuongea mengi sana. Nataka mzee mwenyewe aweze kuongea mwenyewe, ajiongee. Hii kazi alianza lini? Hii kazi ina changamoto gani? Na ni kwa nini aliweza kuamua kufanya hii kazi? Habari yako mzee? Salama sana. Kwa majina nakuita nani? Mimi naitwa Karisa Kenga Unda. Natoka hapa Bamba, Kilifi, Gandamwani, Msara wa Sasu. Saa hii ndio niko. Na mama, kwa majina wanakujua kama nani? Naitwa Dowe wa Karisa Kenga. Nashukuru sana kwa kuwafahamu. So ningependa tuweze kuingia ndani ili tuweze kujua hizi shughuli pale mahali ambapo huwa unazifanyia. Sijui kama natangulia ama mpaka nyinyi wenyewe mweze kutangulia ndani. Mpaka tutangulie na uweke viatu hapa nje, manake hapa haikubaliki kulingana na zile taratibu za hii shughuli. Viatu huwa tunaweka hapa nje mlango. Sawa. Mzee, mimi nimefurahi sana kukujua. Lakini ningependa nikuulize. Ndio. Umesema unaitwa Karisa Kenga Unda. Na jina ya kazi wanakujua kama nani? Jina yangu ya kazi wananijua kama Karisa Kenga Unda. Karisa Kenga Unda. Lakini wanajua dokta. Nimesikia jina lingine wanakuita Mzee Tifu. Hii Tifu ni jina yako ya utani ama ni jina ya kazi? Ni babu ndiye alikuwa amejiraba wakati huo wa enzi hizo, akajiita Tifu. Kwa hivyo Latifu ni jina tu ambalo hata kwa family ukilitafuta unampata mtu kwa hilo jina, lakini lile jina sahihi ni Karisa Kenga Unda. Na mama, sijui nikuulize kama uko na jina ya kazi ama ni hilo jina lenye umetuambia hapo mwanzo? Jina langu ni hilo nimekuambia hiyo kwanza. Nimefurahi sana kuwafahamu. Na ningependa kuwauliza swali lingine. Ndio. Hii kazi ni kitu gani ilikufanya uanze hii kazi, ama ni kwa sababu gani ulianza kufanya hii kazi? Ni kitu gani hiyo uliona kwenye jamii mpaka kuona ufanye hii kazi ya uganga? Hii kazi ilikuwa na babu mkubwa wa babu. Alikuwa akiendelea hiyo shughuli, na huyo babu akaja akaondoka duniani, lakini alikuwa yule mdogo wake, yule babu alinizalia baba, akawa yeye akashika usukani huo, akaendelea. Babu akamfunza mtoto wake, ni babangu mimi. Akaendelea baba mpaka akanifunza hii shughuli, na akanifunza hii shughuli na nikaendelea nayo mpaka saa hii niko nayo. Hii shughuli sio kwamba ni wende ukanunue ule wende kule ukanunue. Hii shughuli hata kama wamenunua wao wazee sijui, lakini hii ni ya ukoo, ni ukoo. Kwa hiyo tunaweza sema kwamba hii kazi ulirithishwa? Nimerithishwa hii kazi. Ilirithishwa babu, ya ukoo, ni ukoo huu. Hata mimi tayari saa hii ninafunza watoto wangu, wanasoma na kisha ninawafunza hii, manake hii ni ya jadi. Na kwa umeshikilia vitu, sijui kama hii ni inaweza shika ama hii kushika unashika, haina shida. Haina shida, manake hii ni ramli hizi za kuangalia kama vile umeenda hospitali. Daktari ni lazima akupatie vipimo, anakuchunguza, hata picha anakupiga picha. Hii ni kitu ya kuangalia ule ugonjwa uko wapi, uko kwa kichwa ni nini, shida iko wapi. Ndio kwa mimi nalimika na hii, ninaangalia vile hali ilivyo. Vizuri sana. Na nikuulize swali jingine. Hii kazi umefanya kwa muda gani kazi? Hii kazi kufikia saa hii niko na 46. Miaka 40? Niko na miaka 46. Hapo nakumbuka, hapo sidhani kama nilikuwa nimesaliwa. So hii kazi ni kama uko na experience, ni kazi umefanya kwa muda mrefu. Nimefanya kwa muda mrefu. Hii kazi nimefanya kwa muda mrefu. Niko na ujuzi nayo.
ingawaje hata kama mtu anaweza kushindwa, ni kama vile tu umeenda hospitali pandia, ukaenda wapi ili kwa sababu mtu apone, lakini Mwenyezi Mungu akiwa amefikisha wakati wa kukuondoa utakwenda. Lakini mimi mwenyewe naamini kwamba hii kazi naiweza. Alafu mzee, kitu kingine chenye nilikuwa nataka kuuliza katika ufanyaji wako wa hii kazi, si ndio? Ndio. Ni challenge gani ambazo unapitia, ambazo kama unafanya hii kazi kuna challenge unapitia mpaka unasema yenyewe saa hii hii yenyewe ni kazi? Ndio, challenge hazikosekani kwa sababu mtu yeyote anayefanya kazi ya kuokoa watu huwa wanampenda ni wengi, wanaomkataa ni wengi. Kwa hivyo wewe ni uamue ufanye hiyo kazi. Ni sawa, lakini sasa kazi ni nyingi. Kuna kazi za ukulima, kazi ambazo pia unaweza ukafanya mbali na hii. Mbona ulichagua kufanya uganga? Mimi nimechagua kufanya uganga kwa sababu hii uganga nimeamua kwamba hii ndio inaweza ikanisaidia hata watoto wangu kuwapeleka shule kulingana na babangu alivyokuwa amefanya wote kule, ndio hata saa hii ninafunza watoto wangu kwa hii kazi. Kwa hivyo kulima nitalima kawaida. Huwezi kuwa unafanya uganga wewe huwezi kulima, ni lazima ulime. Hata mimi nimelima, hata mahindi imekauka imekufa, nimepiga karibu eka 8 lakini zimekwenda zote. Kwa hivyo kulima ni kawaida. Sawa sawa. Pale kuna wale mashabiki ambao pia kwa sasa hivi wanakutazama, si ndio? So kuna baadhi ya watu ambao hawaamini uganga kwa sababu wanasema ambao pia wanasijua, si ndio? So wale watu wenye hawaamini uganga unawaambiaje? Wale ambao hawaamini uganga ninawaambia wajue uganga uko, kwa sababu uganga uko. Hata ukienda hospitali unaenda kwa sababu utapimwa kule, na unaweza kupimwa ukaguliwa kule na ikashindikana, na ukarudi kule kwa kule mashinani na ukaenda ukaguliwa na ukapona. Hata ukirudi huko makazini kwako ukawa umepona. Kwa hivyo mimi ningewaomba wajue kwamba uganga uko, na huo uganga ni asili ya Kiafrika. Uganga uko. Sawa, kwa hiyo ni kama mlivyosikia uganga huko. Kwa hiyo maybe una shida na ukaona huyu mzee anaweza kukufaa. Huku yani unapatikana sehemu gani? Mimi sehemu ambayo ninapatikana, unakuja Bamba. Ukifika Bamba ile ni kama ile ni kama division ile, nafikiri ile ni division yote ile unakuja Bamba. Ukifika Bamba wewe ukinitafuta utanipata, niko sehemu za Mgandamwani. Hiyo ni Kilifi mio, lakini utanipata sehemu za Mgandamwani. Lakini unakuja Bamba alafu unauliza huyu mtu anakaa wapi, utaambiwa anakaa Mgandamwani, na utakuja utanipata hapa katikati ya Mgandamwa. Ni sawa kabisa. Kwa hiyo huyu mzee ukimtafuta unakuja kama ni Mombasa unakuja Kilifi mpaka ukifika Bamba kuna sehemu moja inaitwa Mgandamwani. Mgandamwani barabara kuna shule inaitwa Luandani. Ukifika hapo huyu mzee kumuulizia utampata. Kidogo mazingira kidogo, cameraman, kama tunaona kuna ni kama ni certificate hapa, si ndio? Certificate. Kwa hiyo mpaka serikali kuu inajua kwamba kuna mganga anaitwa Tifu. Anaitwa Karsakenga Unda. Mpaka mzee naona yuko na certificate kabisa. Mazingira kama mnavyoona kabisa. Huku mzee kuna kazi kweli anafanya. Kwa hiyo basi kama una lolote la kusema tupatane kwa comment section hapo chini. Mazingira kama mnavyoona kabisa. Kama una shida yote na unaona huyu mzee anaweza akaitatua, ni kama nilivyokuambia anapatikana Kilifi County Bamba, kuna sehemu Mgandamwani. Ukifika hapo nadhani nitaweka namba yako hapa chini kidogo ili utafuta iwe ni rahisi kutafuta. Hiyo ni sawa. So mtazamaji kabisa, sisi hatuna mengi, acha tuendelee kukujuza zaidi tunapoingia katika sehemu mbalimbali. Asanteni sana. Binfondo, Director Max kama kawaida.